Tuko katika shule ya wasichana ya St. Joseph Girls, mabingwa wa mashindano ya soka ukanda wa Rift Valley, ambapo leo nazungumza kwanza na TM ambaye kwanza atatueleza majina yake kamili, labda safari yake, sababu timu hii imekuwa on and off, lakini mwaka huu wamekuwa outstanding kutoka zonal, wajepoteza mechi yote, wamefungwa magoli 3 peke yake. Hata labda tu utatueleza kwanza kwa majina, alafu safari yenu imekuaje hadi sasa. Asante, naitwa Bimeri Mdhoni, mwalimu St. Joseph na pia team manager soka. Nataka kushukuru Mungu kwa ajili ya safari yetu. Safari yetu ilianza mwaka jana baada ya mshike na Uyeta. Tulikubali kwamba washindi wale na sisi tukarudi uwanjani. Nakumbuka ilikuwa Jumapili, siku ya Jumanne tulikuwa uwanjani na tulilia, tukamaliza, tukachoka. Kisha tukakuwa kwa mkutano na wasichana. Tukajiambia kikosi kipo, uwezo tunao, ni turudi tuangalie mikakati yetu. Kwa hivyo turudi kwa mikakati na tulianza moja kwa moja. Mikakati ya kwanza tulifanya scouting hapa na pale grade 10, maana yake ndio tulikuwa tumeanza mwaka huu, tulikuwa tuwakaribishe Disemba, tulifanya scouting ya grade 10. Alafu tulipoanza mwaka tumekuwa na friendlies na JSS boys wengi hapa. Then shule ikatusupport, tukaenda Gates. Tulipoenda Gates tuling'eng'ana tukachukua kikombe, na nadhani ilikuwa motisha kwetu kwamba tumechukua, maana yake finali tulipiga Nyakach. Kwa hivyo tukakuja tukajiambia tuna uwezo kumbe, na pale tukapata nafasi ya kucheza Division 1. Na nadhani nguvu yetu nyingi ilijengewa katika Division 1, maana yake tulikuwa tunacheza na team kama Kabras Queen, Chakol Girls, Huruma Queens, Huruma Starlets, na wale ni wazoefu wa mpira, wengine wamekuwa relegated kutoka Premier League. Kwa hivyo iliwapa wasichana wangu motisha na pia ujasiri kwamba tunaweza. Kwa hivyo tumefanya mazoezi mengi, tumeenda Western Trip, tuka draw na Butere kwao 1-1, tukaenda tukapiga Madira, tukapiga Mwira, tukatoka nao draw, tukapiga Ibubi. Kwa hivyo tuliporudi tulijiambia tuna uwezo, maanake wale ndio washindani wetu. Baadaye Butere pia ikawa imekuja kutembea Trans Nzoia. Tuliwapiga hapa kwa uwanja senior na junior yote, mabao mawili. Kwa hivyo tukajijaza kwamba mwaka huu tukipatikana katika mashindano ya kitaifa hata hao Butere waweze wakatubabaisha. Na ni ukweli kwamba mashindano huwa Trans Nzoia. Shida yetu ilikuwa ni Trans Nzoia. Bahati nzuri pia Butere ya wako waliweza kutolewa. Na labda tu kidogo umezungumzia kuhusu safari yenu, vile mmejijenga, mmefanya sijui unaongea pia administration support ya administration, sababu shule nyingi pia kupata kama mnajiweza kispoti kuna mtu ambaye amewashika mkono. Unazungumzaje support ya madam principal, labda wengine ama walimu pia katika kikosi chako? Nataka kushukuru sana St. Joseph chini ya Biorwaru, ni mama wa kipekee. Kama wengi wamjui, yeye ndio mwanzilishi na msimamizi wa soka Uyeta. Na hapa shuleni hapa jinsi unaweza ona tuna timu karibu 14 tofauti. Tuna lacrosse, tuna rugby, vitu vyote vile. Yeye ametupa support. Hao watoto wetu support moja kubwa alitusaidia, hawalipi chochote. Wako kwa full scholarship. Kwa hivyo inakuwa rahisi, na unapata hao watoto wengi wanatoka katika familia zile ambazo hazina uwezo mkubwa. Kwa hivyo kusoma hapa St. Joseph inakuwa ni motisha hata kwa kijiji wanakotoka kwamba anasoma St. Joseph na kwa ajili ya nini? Ya mpira. Kwa hivyo yeye ametusupport. Manake kwenda kurudi, unapata benchi yangu ina makocha 3 wa nje, ina walimu 2, ina physio 2, na kwa kile kidogo ambacho anawapa ni pesa, wengine hawawezi. Kwa hivyo nadhani msaada wake, na kila wakati hata yeye uko uwanjani hapa, ni vile tu leo kumekuwa na vetting ya prefect ndio yuko ofisini. Buru ungemuona tu akipenya huku yeye uasemi. Kwa hivyo tuna administration ambayo ina support na yeye kwanza anapenda sana mtoto msichana. Mnabeba jina ya Trans Nzoia, sababu ukiangalia upande wa wanaume timu ya Trans Nzoia kwa mara ya kwanza kwa miaka 5 haitakuwa na mwakilishi kwa mechi ya mashindano ya kitaifa. Kuna ujumbe upi kwa wale mashabiki ambao wanakuangalia, wale ambao wanapenda joga, wale wanapenda Trans Nzoia, wale wanapenda soka ya wasichana kwa ujumla? Nataka niwapongeze wale ambao walitufuata
Narok kwa ajili ya kutushabikia. Nataka niwahakikishie kwamba we are committed to bring this trophy home. Wasichana wangu naweza nikasema nimewaona, nimewageji kama mwalimu wa darasa wakati una set mtihani. Nadhani wamepita hiyo, wako hiyo baa yenye any team that will come our way, hatuwezi hesitate, tutacheza nao na tutaleta ushindi. And that's why saizi hata mazoezi yenye tunafanya, we are doing corrections zile chache, maana at the zonals tuliconcede bao moja, at the sub county tukaconcede moja, at the county tukaconcede moja, at the regionals tukaconcede moja, na ukiangalia mahali tumeconcedea unapata tatizo ni lile moja. Kwa hivyo ndio tunataka tulishughulikie, ili hatutaki concede yote. Tunataka tutoke na clean sheet na tufunge mabao mengi na tulete kikombe. Tukirejesha tu nyuma, mechi yako ya mwisho ama ya finali kule maeneo ya Narok, mpinzani alikuwa anakaa mzuri kidogo, sababu ulifunga ukafunga na ukafunga tena. Sijui labda quality pia ya ule ulipata. Unajua wengine pia wanasema kwamba maybe mlikunywa uji ya mgonjwa. Ile quality ya pale regionals mlionaje, mkizingatia hapa mkienda katika ama ukitoka Trans Nzoia ukafika regional, na pia ile ambayo mnatarajia katika finals kama ile national level? Nikiangalia quality, Trans Nzoia ina quality. Hata kama tungesema tunaenda na teams 3 ama 2 za Trans Nzoia, sisi ndio tungepatana finali. Nasokol na Itigo tulipatana nao katika makundi na tukatoka draw. Si ati walikuwa wazuri wanapiga power play, na nadhani pia unasikia wakisema ati a bad day in office. Wasichana ni wasichana, na naelewa, siwezi nikasema, maana yake niliona kulikuwa na tatizo na their mental stability ndio ilifanya hawakufungana bao. Lakini katika Nasokol I think ni ile tu tension one, hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza tunachezea kwa ile ground. Tulikuwa tumezoea kwa ile ground nyingine. Kwa hivyo walipofunga is like sasa wasichana akili ilikuja kwamba tuko finali, unajua si mchezo hapa. Alafu nadhani pia waliangalia wakaona mama ndio hiyo kwa bench, hatutaki kuleta aibu ndogo ndogo. Kwa hivyo waliporudi second half, nadhani walichangamka vile tulikuwa tunatarajia na wakatupa ushindi. La mwisho tukimalizia, now that umepata kwamba kuna shule kuna what we call transition level, labda kuna wachezaji wangapi ambao mwaka huu mtakuwa mna release na mikakati ambayo inafanya kwamba mtakuwa na replace tukimalizia? Niko na form 4 6 kwa timu ya 20. Alafu nina grade 10 wawili, alafu wale wengine ni form 3. Kwa hivyo kikosi kipo, na hawa 6 nilishapiga mikakati. Hata ukiangalia nyuma yangu wenye wana train tayari, kama ni Masai ana replacement yake. Kwa hivyo hiyo gap nimejaribu sana niifunge, kusikue na hiyo lapse kwamba ati wametoka sasa unaanza kubabaika. Ndio sababu kwa kwanza grade 10 niko na teams 3. Yenye wakati huo tunafanya interclasses zetu, interteam, unapata bado ni wazuri wengi. Ni ile tu tulipea heshima form 4 kwa sababu ndio mwaka ya mwisho, wacha na mapungufu yake acheze tu, lakini ukweli mchungu ni kwamba kuna watoto wazuri kuwashinda hao. Tokea kila sana kuongea na Tawi TV. Asante pia.